mume wangu? Mbona hayaye unatoka huko mbio mbio sikuelewi? Mke wangu, dunia na maajabu, nimekubali. Maajabu gani tena? Hivi, wewe ushakuona nguo zatembea juu hewani, afu hajashikiwa na mtu? Haki ya Mungu. Sasa hapo ndo naamini kwamba kweli mume wangu umevuruga. Yaani huyo mtoto ndani amekuchanganya wewe sasa mpaka yani umepagawa sasa. Ushaanza kuoweseka. Hivi sikia kwanza. Ili mtoto lako Kibwine ndani mlipo? Kibwine yupo ndani. Vipi mbona leo unamuulizia Kibwine? Mke wangu. Kwenye pitapita zangu huko barabarani huko, nimekuta watu wanakimbilia eneo kuna tukio. Na mimi sabidi niende. Nafika pale, nimekuta ule mwili. Wewe nilikwambia siku ile mzazi amepotea. Tumekuta mwili wake kule. Ila akiwa tayari ameshakufa. Sasa kwa akili yangu yote nikawaza hili toto lako. Ndio maana kufika hapa tu kwanza kama kujiulizia. Hayo makubwa sasa tena. Mume wangu. Hayo tu ni makosa yako. Mimi na wasiwasi sana na mwanao. Inawezekana ile tukio akafanya mwanao. Mimi ndio maana nilipofika hapa jambo la kwanza kakuulizia mwanao huko ndani yupo? Ukaniambia yupo. Sasa kama yupo, hayo mauaji mlikuwa kafanya saa ngapi? Inawezekana ile tukio kafanya yeye mume wangu. Mimi nakwambia ukweli, kuwa makini sana na huyu mwanao. Alafu nakwambia mume wangu kila siku huwa nakwambia, naomba mtoto wako umjali. Mtimizie mahitaji yake, mnunulie damu anywe. Sasa kama wewe mama yake umeanza kuhisi vibaya kama mtoto atasema matatizo, mtoto tutafanyaje? Kwani si tuliue? Tumuue. Baada ya kufanya mpango, umtafutie mwanao damu anywe ili aendelee kusurvive, unasema umuue. Yaani shakwambia nimelichoka, after nimtafutie damu. Wewe unaweza? Kifupi, nimelichoka toto lako. Naingia ndani huko. Humu ndani humu nikilikuta toto ndani humu. Haki ya Mungu tena, mimi naliua. Hey, baba leo utaniua mimi. Wewe Biobi, Ngwalu, wanangu mmezingua kinyama yani. Yaani mmezingua tena mmezingua kweli. Bosi kubwa Kisanga. Yaani mwenyewe mpaka dakika hii hapa sielewi kwa sababu yule pale jamaa si tumemkili kama wanavyo hatujatumia ushirikina wote. Lakini dakika mwisho ndo kama hivyo mauzauza. Mara ngozi inuke zenyewe, mara atokee mizimu, mara hivi. Yaani mpaka sasa hivi hapa wenyewe mwenyewe sielewi ishapagawa. Si unajua? Alafu tunavyochemshana ubongo kama hivi na kwa sio nazidi kuvurugana. Walosto zenyewe hapa zote zishakata yani mpaka. Sasa hiyo nichwe, sio kuniambia mimi nilikupa kazi wewe bwana Biobi afu niko na kuamini kinyama yani. Nenda kamalize kazi. Sasa nakuja mmeuza mara nasikia mwenyekiti anazungumzia hilo. Na maana mchoko ushafika serikalini. Wewe unajuaje tukijulikana hapa? Bosi, sikiliza kwanza. Wewe umepaniki sana bosi. Umeshaelewa? Kitu kwanza unabidi uelewe kwanza kuna nini. Yule mtu sisi tumeenda kumua, tumemshambulia, kabisa shambulio. Tumempasua na mapango, sijui unaelewa bosi. Kwa hiyo anaanza kusema hivyo sio unatukosea. Mimi na wewe tumefanya kazi ngapi kama mimi mwana wa BOB? Mimi na wewe tumefanya kazi ngapi kabla ya madogo janja kina Kifundo na kina Kisikizo? Kazi kibao na shangai wanataka kuleta mia yusho mimi kama hivyo. Ni kazi nimekupea kubwa afu utaleta mia yusho. Yaani dakika mwisho hii hapa mazingira yenyewe mwenyewe sielewi mpaka dakika hii hapa bosi kubwa. Unajua? Yaani mimi nakupangilia kitu kweli kwa bosi Kisanga. Yaani yale pale mazingira. Yaani kifupi hata sielewi nielezeje. Yaani nikisema wanangu wamenicholesha sielewi kwa sababu madogo yote nilikuwepo nao. Umeona hamna mtu ambaye sasa tumeenda kuoa watoto mmoja kaenda kwa mganga tukasema yule kaenda kufanya ushirikina. Lakini wote tuko pamoja na wote tumekili. Umeona? Na ushahidi wote tumefuta. Yaani mwenyewe umeona kabisa hamna ushahidi wote lakini dakika mwisho ndio maiti baada ya kuonekana imekuwa mazobe. Sasa mwezi wetu tunafanyaje? Hapa tunapokatana na kwa soko kweli kwa sababu ameujiza hapa. Sikiliza kwanza. Unajua bosi mimi na wasiwasi sana na watoto wawili unajua kapteni mpaka hapo wala ndugu zako. Kwa sababu gani? Ndio Kifundo naye kuja kutugia skendo pale za mkake yule jamaa anamtafuta hapa kimuona ana wasiwasi naye. Ila kweli mwanangu. Na mpaka dakika hiyo Kifundo na mdogo wetu tukishuka tukiamuona. Sielewa hapo wapi maskani tupu yani Kifundo kaja kanusa afu kapotea. Madogo wanatukataa kinoma na afu mimi wazidi kunichanganya kutoka na pingili mpangala hizi hapa zinavyotokea unajua. Sasa sikizeni wanangu. Cha msingi kama madogo amezingua nini mimi sitaki story hiyo kubwa. Yaani sitaki serikali mimi nitafute. Potezeni na madogo ushahidi ufutike. La sivyo wanangu, Ngwalu. Wewe BOB siwaelewi. Yaani mimi haina familia kubwa kwenye kifo, haina familia kubwa kwa sababu sio wenyewe wanasababishia matatizo. Akija kuna mifumo tunakata. Unajua wewe Ngwalu. Wewe BOB kabisa. Nakubali bosi Kisanga hiyo imeisha. Haina poteleni basi. Chapu.
Chelewa bana bosi. Oya, show isije kawa kubwa bwana. Humo tunamkati. Mke wangu. Abe mume wangu. Mbona umechelewa sana kuandaa mazingira ya misosi? Ndio hivyo mume wangu, nilikuwa tafuta tu mboga kwa majirani huko, kwa ndo nikaamua kupata hii mboga kuja kupika. Mpaka ubandike hiyo mboga hivi saa ngapi na mimi mume wako nina njaa? Najua hilo mume wangu, lakini nisamee kwa leo nimechelewa. Okay. Sasa unajua mke wangu, mimi kila nikifikiria bado sipati jibu juu ya kupotea kwa huyu mwana kijiji wetu. Ni kweli nasikitisha hiyo. Yaani kiukweli kijiji sasa hivi kinatisha. Matukio hayaishi. Mpaka mimi nashindwa kuelewa nifanye nini. Mke wangu, hivi unanishauri nini juu ya hii nafasi niliyokuwa nayo? Natamani kama nijiuzuru. Hapana, ukijiuzuru utakuwa umekosea. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Lakini inatakiwa tuwe makini sana. Na wewe usipendege, unajua umeshazoea tayari ukienda huko unachelewa kurudi. Afu unapendaga sana kuwa safari za peke yako. Acha, sasa hivi kijiji kishachafuka, kishaingiliwa na kidudu mtu. Si umenielewa? Sawa, mimi najiamini kwa kuwa mke mwenyekiti, kwa nini muda wote natembea? Kwenye kufa hakuchagui kiongozi gani atakaye kufa mama. Sawa, si umenielewa? Kwa makini usijitegeze tegeze kwa mimi ni mwenyekiti, kwa unaweza kukutetea. Mama, kila mtu ashikilia roho yake. Kwa hiyo makini sana, sawa? Ogopa kufa. Wewe. Vipi mwanangu, mbona tuachana hivyo na mangongo meupe? Vipi, wapi kuna msiba huko au ndo sanda hizo umevaa wewe mwenyewe marehemu? Na nikumbuka. Wewe si mzeze? Imekwaje umekuwa hai? Nimekuja kulipiza kisasi. Wote ndio nitoa duniani, wote nawakumbuka. Hapana, sio mimi. Mke wangu nampenda, mnatumwa kuja kunitoa tu duniani. Kweli? Na mimi siwepo. Sasa ndo nimekuja kivingine. Nitakuja kuonyesha wale wote walionifanyia ubaya. Sikia mzeze. Mimi pale nilikuwepo, tuseme tukio la sijafanya tukio lolote. Mwenyekiti marehemu. Mwenyekiti. Nini kijana, mbona unanipiga sasa? Mwenyekiti. Wewe, nini sasa shida? Wewe. Vipi ni kwa nini umetoka wapi? Unajua wewe anasumbua kuzimia, unajua toka azali wewe. Hajawahi kuyashuhudia maiti kwa macho yake. Wewe maiti unaijua? Mimi nimeona maiti mwenyekiti anatisha wewe mwenye. Ukienda kuyaona mwenyekiti. Wewe twende ukayaone mwenyewe. Kwanza huyu mwenzio kazimia hapa. Sasa ulete maji sasa tumgee huyu maji. Kwa tumfufue. Kichwa na wewe. Si huyu hapo anazidi. Vipi kijana? Vipi? Hapo vipi? Unapoa anakuwa boya huyu. Mzoga. Mwenyekiti tusichelewe, ni saa ukashamka tuondokeni sasa. Tumnyanyue. Twende. Wewe na uamke na unachukua boya nini ujikaze mtoto wa kiume na wewe. Unatembea? Tuondoke sasa, tuondoke. Twende ukimbie, umshikile tairi wake kwanza. Unajua mwenyekiti, nguvu kazi inakwenda mwenyekiti. Atoe nguvu kazi pia, lakini utakufa. Lakini sasa kila mtu anakufa kwa staili yake. Kwa usilie bwana. Mimi hapa nimeniuma. Ndio staili yake hiyo. Vipi? Sasa sikilizeni vijana, msipende kulialia bwana, Kwa mkakamavu. Sawa? Nakuja sasa hivi, msubirini. Sawa? Basi uwai mwenyekiti. Nisubirini hapa, naenda kuwaita wenzetu ili kusudi tuje tusaidiane kwa jambo hili.
Wewe. Tenizo. Bambangu. Kitu cha uteni. Bambangu. Ukuteni cha teni kile. Aya. Wewe ile si 10,000 ile cha teni kile. Hii bali yangu. Rafiki yangu hapo tunagawana hiyo hapo hela. Yaani pesa nitafute mwenyewe kwa jasho langu. Mwenye chake mpe babu. Lakini sasa ndugu yangu hiyo tumeiona nao tena wewe. Hapana baba, sikiza nikwambie, unajua wewe ni ndugu yangu kweli. Utanisame, wewe ni rafiki yangu sana, tumetoka mbakini kwenye pesa hapa. Bambaru. Tenizo. Baba utaki. Kwa hata kunipa shilingi 2,000 utaki. Ulambi. Wewe kwa unajifanya mjanja basi unipata shilingi 2,000 na wewe. Hapa ulambi ulambi. Kwa hiyo unajifanya mjanja. Na wewe unajitia mjanja wewe. Sana unajua. Mimi naitwa Bogojo Mlugulu msomi. Wewe uweze kantisha hivi. Wewe uweze sasa umesikia? Sasa unielekeze hiyo hela unanigea unigei. Wewe zungumza. Wewe mwe kweli leta hiyo shilingi 10,000. Natoa. Leta hiyo hela. Wewe navuta. Baba wewe. Natoa. Basi leta shilingi 10,000 hiyo. Wewe leta hiyo hela wewe. Mimi ndo Bogojo Mlugulu msomi wewe. Sasa utatoka mwenyewe utajua. Wewe Bogojo. Wewe utajua momo. Mimi ndo Mlugulu msomi wewe. Da, mamba nimeingia mkenge. Kashanchapa mbwa huyo. Mheshimiwa Katibu, unajisikiaje mimi kufuatafuata nyumbani kila wakati? Matatizo huko mitaani yanatokea, lakini wewe uhuzulii wala nini? Mwenyekiti bwana, mimi naomba unisamee ndugu yangu. Nikusamee? Naomba unisamee kwa majukumu hiyo zaka nanibana siku 2-3 hizi. Majukumu ukizungumzia kila mtu anambana. Mheshimiwa Katibu, hebu fikiria. Mimi nimetoka nyumbani mwenyekiti, nimekufuata mpaka hapa. Kiukweli kikatiba nimekosea. Ndio maana nikakuomba samani mwenyekiti wangu. Kwa kweli nimekosea. Ila sasa mwenyekiti, kweli tunalindana kwenye nafasi kama hizo. Kama mimi na matatizo nimebanwa, mwenzangu namaliza. Ila kama inashindwa kukumaliza peke yako, unakuja kwangu. Hiyo haina shida sana ndugu yangu. Hivyo unajua tukio lilotokea sasa hivi unalijua? Hapana, mimi muda mwingi niko hapo ndugu yangu. Sijui. Muda wote unajifungia ndani. Kwa ujui lolote ile. Tayari tumeshapoteza mwanakijiji mwingine. Na hii yote kwa sababu uzembe wako. Nimekuambia kabisa. Tafuta watu kwa sababu ya kuweka kwa ajili ya upelelezi. Wewe ulifanya hivyo? Mimi nitafuta siku ulivyoelekeza, lakini ikatokea changamoto kidogo, vijana na wakusudia sijakuta. Katibu. Nisikilize mheshimiwa. Mimi ninachokitaka ufanye kazi kiufasaha. Kijana nani kapotea tena mtaani hapa? Maana si yule kijana ambaye anapenda sana kuvaa vinguo vyake vya ajabu. Mara vaa kinguo kinaishia humu. Jina lake sio ambacho si Ngwalo. Kashatopotea. Utakunambia Ngwalo kafariki? Wewe Ngwalo unafahamu wewe. Tayari. Ishakuwa tatizo. Sasa nisikilize. Ndio. Mimi naenda eneo la tukio. Kwa hiyo basi kuwa makini sana ndugu yangu. Jitahidi. Hayo ndio matukio muhimu. Wananchi wanatutazama sisi. Haina shida ndugu yangu, nimekuelewa mwenyekiti. Sawa, mimi naenda. Nitafika nyumbani hapa. Haina shida. Ngwalo kafariki. Sasa tatizo linakuwa kubwa sasa hivi. Hivi huyu anayefanya haya mauaji ni nani? Maana Ngwalo ndio wauaji wenyewe. Sasa Ngwalo tena wenzake wamemgeuka.